Hujambo na karibu mtazamaji wa Swafifu Afrika popote pale ambapo unanitazama kutoka katika pembe yoyote ya bara letu tukufu la Afrika na nje ya bara la Afrika. Bila shaka ulisubiri kwa takriban juma zima kwa ajili ya kuja kukutana na jahazi hili la Swahili International Film Festival Africa Awards 2026-2027 ambalo linafanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tamasha kubwa kweli kweli linalohakikisha Kiswahili kinakuwa na kujipambanua vyema kupitia filamu zenye utamaduni, maudhui na uhalisia wa bara la Afrika. Hivi sasa bila inda nikukaribishe kwa zakhreda za furaha kwa moyo wenye ghera, bila ndimbwe ya aina yoyote katika safari hii na jahazi hili la leo. Nikuhakikishie tu hakutakuwa na gheda kwa sababu tumejiandaa kwa sadfa iliyo njema kweli kweli. Nikukaribishe, nahodha wako ni mimi Ramadhani Mgwadu, wenye watoto wa mjini wanakuambia kama kawa, kama dawa, kama doze. Niko na wewe sako kwa bako hadi tuhakikishe Kiswahili kinafika pale mahali ambako tunahitaji kifike. Na kwa siku hii ya leo tunayo nafasi kubwa kabisa ya kujadili Kiswahili na makuzi yake katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Na hii leo tumepiga hatua hadi nchini Uganda na tutazungumza na mwalimu wa lugha ya Kiswahili Samuel Kasero. Huyu ni mwalimu wa shule ya upili ama sekondari pale nchini Uganda. Tutazungumza namna ambavyo Kiswahili kinaendelea huko nchini Uganda. Karibu ukaribie. Na kukaribisha tena katika jahazi hili. Kwa hiyo bila inda yoyote, mtazamaji wa Swafifu Afrika, nikukaribishe kwa zakhreda za furaha kwa moyo wenye ghera, pasi na ndimbo ya aina yoyote katika safari hii. Nikuhakikishie tu hakutakuwa na ghubari kwa sababu tumejiandaa kwa sadfa iliyo njema kweli kweli. Hili ni jahazi la Swahili International Film Festival Africa Awards Swafifu Africa, ambalo linaletwa kwenu na A2V Television Studio Rwanda, sako kwa bako na Tanzania Broadcasting Corporation TBC1. Ukweli na uhakika, mambo yako vizuri, ni sankude yako bulbul kweli kweli. Tunataradadi, mambo yanaenda kama jinsi ambavyo yamepangwa. Kwa hiyo nikukumbusha tu kuhusiana na lile tamasha kubwa la Kiswahili ambalo linatarajiwa kufanyika nchini Tanzania. Tamasha lenye lengo upana kuhakikisha lugha ya Kiswahili inakuwa na kuenea vyema kupitia filamu zenye maudhui, utamaduni na uhalisia wa bara la Afrika. Na habari njema ni kwamba dirisha hivi sasa liko wazi. Kwa hiyo hii ni nafasi kwako wewe mtayarishaji na mwandaaji wa sinema Afrika kuhakikisha unakusanya kazi yako, na ni rahisi tu kuhakikisha vigezo vyote vimetimia katika filamu yako ambayo unaikusanya. Kigezo cha kwanza ni kuhakikisha sinema yako ina maudhui uhalisia wa bara la Afrika, lakini pia ni kuhakikisha sinema hiyo inakuwa na manukuu ya lugha ya Kiswahili. Wapo ambao watajiuliza kwamba mimi sinema yangu nimeigiza kwa lugha ya Kiswahili, si inatosha? Hapana. Sisi Swafifu Africa tunakwambia Kiswahili ni lugha kama jinsi ambavyo zipo lugha nyingine. Kwa hiyo hakikisha sinema yako haikosi manukuu ya lugha adhim, lugha tam, lugha ya Kiswahili. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umejihakikishia kuingia na kushiriki katika tamasha hilo, na huenda wewe ndio kaibuka kidedeni ukawa mshindi miongoni mwa washindi wa tamasha hilo. Na hili ni tamasha la 3 kufanyika, lakini ni tamasha la kwanza kufanyika kwa ukubwa wake. Ni sinene ni kamala. Wazaramu wanakuambia usinene ukamala ama usizungumze ukamaliza. Kwa cha kuhakikisha ni kwamba unatembelea tovuti yetu ya www.swafifafrica.tv.tz, kisha ukabofya kitufe ambacho kimeandikwa jisajili, ukafanya taratibu zote ambazo unahitajika kuzifanya, kisha utajisajili hapo na moja kwa moja utakusanya kazi yako. Kisha tufikia sisi, kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha sinema yako inatambulika ulimwenguni kote mbele ya maelfu na mamilioni ya watazamaji kutoka ndani ya bara letu tukufu la Afrika na nje ya bara letu tukufu la Afrika. Karibu ukaribie. Hii leo niko na moja kati ya watetezi wa lugha tam, lugha adhim, lugha ya Kiswahili. Wahenga wenyewe wanakuambia Kiswahili ni kama gogo, ina matawi mengi, mizizi mingi, lakini shina lake ni moja tu. Hivyo tunapaswa kuienzi lugha hii tamu ambayo imezaliwa pwani, ikakulia bara na ikasambaa barani Afrika na ulimwenguni kote kiujumla. Mgeni wangu kwa siku hii leo anatoka nchini Uganda.
Naye si mwingine ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili katika shule ya upili huko nchini Uganda. Shule ya upili manake ni shule ya sekondari. Huyu ni Samuel Kasero. Ndugu Samuel Kasero kutoka hapo Uganda, bila shaka unanipata vyema? Naam, ninakupata. Asante sana ndugu yangu kutoka Tanzania, kutoka SWAFIF Afrika. Asante sana kwa kuendeleza lugha adhimu, lugha tamu, lugha ya kuwaunganisha Waafrika. Shukrani sana. Mimi ni Samuel Kasero, mwalimu wa Kiswahili kutoka hapa nchini Uganda, pia mtetezi. Mimi ni kijana chipukizi ambaye anapenda lugha ya Kiswahili na kupenda kuendeleza lugha ya Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili ndio lugha ambayo inaweza kutuunganisha sisi kama Waafrika, kama bara moja. Shukrani sana. Nimefurahi sana kwamba wewe ni mtetezi wa lugha adhim, lugha tamu, lugha ya Kiswahili. Natamani nifahamu safari yako ya kukipenda lugha ya Kiswahili na kujifunza na kuienzi lugha tamu ya Kiswahili na kuipambania lugha ya Kiswahili, kwa sababu hapo nchini Uganda licha kwamba Kiswahili kinatumika, lakini tunafahamu mna lugha zenu za asili na Kiswahili ni kama lugha ya pili. Wewe safari yako ya kuipenda lugha ya Kiswahili ilianzia wapi, na jambo gani ambalo labda lilikusukuma ukasema hapana, nahitaji kujifunza lugha ya Kiswahili na kuitetea lugha ya Kiswahili nchini Uganda? Naam, mimi ninaishi au nilizaliwa hapo katika mpaka wa Uganda na Kongo, na mara kwa mara huko wilayani Kasese, mara kwa mara kuna Kiswahili, kuna aina ya Kingwana, Kiswahili hicho Kingwana. Sasa sisi katika jamii yetu huwa tunatumia Kiswahili, ingawa si Kiswahili sanifu, lakini ni Kiswahili hicho cha aina ya Kingwana, kwa sababu hapo katika mpaka wa Uganda na Kongo kuna madereva wengi, hata kuna na dini ya Kiislamu inaendelea huko. Sasa madereva wanapotoka huko nchini Kenya, Tanzania, wakifika kwa kituo cha biashara hapo Mbondwe panapojulikana kama boda, madereva wa hizi gari kubwa kubwa, nadhani wanajua Mbondwe huko Kwera Kasese. Sasa mimi nilikomalia katika jamii ambayo inazungumza Kiswahili, na kwa hiyo nilipenda Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo nililelewa nikisikiliza, nikakua, hata nikaenda shuleni kasikia lugha ya Kiswahili. Isitoshe pia kuna mzee mkubwa wa babangu alikuwa anapenda Kiswahili sana. Hao wazee wa kale walikuwa wanafanya biashara, wanakuja huko Tanzania, walikuwa wanasikiliza Kiswahili katika redio zao. Nikasikia alikuwa anatuambia na simulia hadithi kuhusu Radio Free Africa, kulikuwa vipindi vya Hakuna Kulala na redio zingine kama BBC. Sasa mimi nilipokuwa mtoto mchanga nilikuwa nasikiliza Kiswahili, na jambo hilo lilinipa msukumo wa kujifunza Kiswahili. Hata kama mtu msomi, nilipokuwa nakuwa polepole katika nyanja ya elimu, nilijifunza kwamba Kiswahili ni lugha ambayo inaweza kutuleta pamoja, ni lugha ambayo inaweza kutuleta pamoja kama Wanaafrika tukitaka kuungana. Ingawa mzungu alitumia hiyo katika historia, tulikuwa tunasema divide and rule method. Sasa mimi kama msomi, nilipoenda katika hizo ngazi mbalimbali, nilijua kwamba tukijifunza Kiswahili ni lugha ambayo itatuleta pamoja. Tukiwa pamoja, watu ambao wanataka tutengane hawatatuweza. Na jambo hilo lilinipa msukumo, lilinipa motisha wa kujifunza Kiswahili. Shukrani sana ndugu. Sawa, nimefurahi kwa sababu inaonekana wewe Kiswahili ni tangu ukiwa mdogo, lakini hapo nchini Uganda bila shaka Kiswahili kinaanza kufundishwa kuanzia darasa la 4. Hapa mtoto tayari ameshajielewa vizuri kabisa. Kwa hiyo hauoni kama hii ni moja kati ya sababu ambayo inadumaza lugha ya Kiswahili hapo nchini Uganda? Kwa sababu mtoto akianza kusoma Kiswahili kuanzia darasa la 4 anaona hakina umuhimu kihivyo. Kwa nini kusiwe na mikakati ama kusiwe na sera kama kuhakikisha watoto wanajifunza lugha tamu ya Kiswahili kuanzia wadogo, na maanisha kwenye makuzi yao, ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na msingi mzuri na kuhakikisha Kiswahili kinakuwa na kuenea vyema hapo nchini Uganda tofauti na hivi sasa? Naam, hapa Kiswahili Uganda kinajaribu kupiga hatua. Sisi kama watetezi wa Kiswahili mara kwa mara huwa tutawasukumia ujumbe wale watu ambao wanashiriki katika mitaala mbalimbali, kwa sababu wataalamu wa lugha wanasema kwamba mtoto mchanga ana uwezo wa kujifunza lugha mbalimbali. Sasa hapa nchini Uganda, kutokana na mapambano yetu kila wakati na kupiga hatua mbalimbali,
tulipokuwa tunashirikiana na watu kutoka kutoka nyanja ya elimu, hiyo siku ya kusherehekea Kiswahili duniani, tulikuwa katika shule moja, kulikuwa kongamano fulani. Sasa tukamwalika mtu mmoja kutoka Wizara ya Elimu, akatupa habari kwamba kama serikali wanaandaa jambo fulani, wanataka wanafunzi wa shule za msingi wajifunze Kiswahili kuanzia kidato cha 3 hadi kidato cha 7. Yani hapa Uganda tuna PLOE, wanafunzi wa shule za msingi wana PLOE, wana mitihani hiyo ya mwisho. Sasa miaka ijayo serikali inapanga kwamba hao watoto lazima wajifunze Kiswahili. Jambo lingine, katika shule za upili, yani secondary school, serikali imetoa amri kwamba wanafunzi lazima sharti wajifunze Kiswahili katika kidato cha kwanza na kidato cha pili. Hiyo ni secondary school hapa nchini Uganda. Ingawa kuna shule zingine, shule za kibinafsi, ambao hawajatekeleza huo mpango wa serikali, lakini sisi kama watetezi wa Kiswahili tulikuwa tunapendekeza na kusema kwamba Kiswahili kifundishwe kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 4, ili wanafunzi wa Uganda wakithamini, yani wakikaa mitihani yao ya mwisho ya UNEB, kila mwanafunzi ajue kwamba atakaa mtihani wa Kiswahili. Kama masomo mengine, hapa kuna masomo kama historia, kemia, ni lazima, ni sharti mwanafunzi anayehitimu katika kidato cha 4, yani UNEB, ambaye anakaa mitihani ya mwisho, ni lazima afanye somo la Kiingereza, historia, hisabati. Sasa sisi kama watetezi wa Kiswahili tunaomba serikali. Nakuelewa vizuri Samuel Kasiro, lakini nikutolee mfano mmoja. Nchini Tanzania Kiswahili ni lugha rasmi na ni lugha ambayo inatumika kwa maisha kila siku na matumizi ya sehemu zote. Kwa hiyo hata wanafunzi pia ama watoto wanakitumia Kiswahili katika maisha yao ya kila siku, lakini pia wanakisoma mashuleni kama somo kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7, kutoka kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Wapo ambao wanaendelea nao katika elimu ya sekondari ya juu, kidato cha 5 na 6 na mpaka vyuo vikuu, lakini bado kuna changamoto nyingi kweli katika lugha ya Kiswahili nchini Tanzania. Na nilifanya mazungumzo na moja kati ya mwalimu wa Kiswahili nchini humo, akanielezea baadhi ya changamoto. Sasa napata mashaka kidogo hapo nchini Uganda. Wewe ni mwalimu wa Kiswahili katika shule ya upili na Kiswahili hakitumiki hivyo. Sasa najaribu kujiuliza, kama Tanzania Kiswahili kinatumika kwa 90% kwenye maisha kila siku na bado kuna changamoto katika ufundishaji wa lugha ya Kiswahili, vipi kwa hapo nchini kwenu Uganda, Kiswahili ambacho hakitumiki kwa 1% kubwa na bado kinafundishwa? Changamoto ni zipi mnazokutana nazo nyie kama walimu? Naam, kuna changamoto nyingi tunazokumbana nazo. Unajua lugha inakuwa na lugha inatumiwa katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano, kuna fasihi ndani ya lugha. Sasa ukiwa haukuishi au haukulelewa katika jamii ambayo inatumia lugha fulani, unapata matatizo mengi. Sasa hapa nchini Uganda, watoto au wanafunzi wa shule za upili, ingawa wamekuwa wamefika kwenye shule za upili, lakini tunapowafundisha tunaanza na hayo mambo ya chini, hiyo misamiati ya chini, misamiati ya chekechea. Sasa hiyo inakuwa ni tatizo sana kweli. Jambo la pili, Kiswahili chetu bado hakijakamilika kwa shule za msingi na shule za sekondari, lakini kama lugha ya pili tu tunajaribu kufundisha hicho Kiswahili kidogo kidogo, kama Mswahili anavyosema, haba na haba hujaza kibaba. Na kuna changamoto nyingi ambazo tunakumbwa nazo hapa Uganda. Kuna uhaba wa vitabu katika shule mbalimbali, ingawa serikali imetupatia vitabu. Pia changamoto nyingine hapa nchini Uganda, kuna baadhi ya watu ambao wanajua kwamba Kiswahili ni lugha ya wanajeshi kwa sababu ya hizo enzi za kali, wakati wa Idi Amin, wanajeshi walikuwa wananyanyasha watu kwa kutumia Kiswahili. Kaa chini, toa viatu. Sasa tunapofundisha watu Kiswahili, wanadhani nasi tuko katika enzi zile au tunataka kuwanyanyasa.
mtu unaposema ni lazima ujifunze Kiswahili, anakuhusisha au anakuona kuwa kwamba unataka kumhusisha na mambo yale ya unyanyashaji na mambo mengine. Hizo changamoto ambazo tunazo hapa nchini Uganda. Pia katika shule mbalimbali wenyeji wa shule hawapendi kulipa walimu wa Kiswahili pesa, kwa sababu wanakiona kama ni wanakimbia hivi. Unajua hiyo inaitwa motisha. Yaani unajua mtu unapofanya kazi kwa moyo mmoja lazima kwa kuna ile motisha ambayo inakusukuma. Watu ambao wamesoma kemia ama chemistry kwa lugha ya Kiingereza, kuna kitu kimoja kinaitwa catalyst ambayo ina speed up the reaction. Kwa hiyo masuala ya motisha ni masuala ya catalyst ambayo ina speed up the reaction. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini licha changamoto zote hizo ambazo umezihitaja Samuel Kasero, mimi naona kuna kitu kimoja tu ambacho kinaweza kuwa ni suluhisho la kudumu kwa hapo nchini Uganda, na kwa sababu wewe ni mtetezi wa lugha ya Kiswahili, tunaweza tukashirikiana hapa, nikakupatia tu wazo na wewe ukalifanyia kazi, mwisho siku tukajikuta Kiswahili kinakuwa vyema hapo nchini Uganda. Kuna msemo mmoja wa wahenga unasema mtoto mkunje angali mbichi. Bila shaka unaofahamu Samuel? Naam, nafahamu. Sawa. Sasa huo msemo wa mtoto mkunje angali mbichi hapo Uganda inabidi muutumie ipasavyo. Yaani Kiswahili kisitumike tu kama somo mashuleni, bali Kiswahili inabidi iwe ni miongoni mwa lugha ambayo inatumika katika makuzi ya mtoto ili kumrahisishia kwanza kukipenda, lakini pia pili kukifahamu vyema, lakini pia tatu kutoa ile mawazo ambayo wako nayo watu wengi hapo nchini Uganda. Nadhani hii inaweza kuwa ni moja kati ya tiba ambayo itasaidia sana kutibu ukuaji wa lugha ya Kiswahili hapo nchini Uganda. Samuel Kasero. Naam. Kama ulivyosema mtoto mkunja changali mtoto, kwa mwanzo nilisema kwamba wataalamu wa lugha wanasema mtoto ana uwezo wa kujifunza lugha akiwa mtoto. Sasa hapa nchini Uganda serikali kila mara kwa mara huwa tunalia, tunawaambia kwamba tafadhali Kiswahili iwe lugha ya lazima kwa wanafunzi au wale watoto katika shule za msingi, na pia Kiswahili kitumike katika vituo vyetu vya habari kama televisheni, kama redio, kwa sababu tukikitumia kila pahali katika nyanja mbalimbali, nyanja za utalii, nyanja za elimu, kilimo na mambo mengine, Kiswahili kitaendelea. Lakini kitakuwa vizuri kweli, kwa sababu hata katika historia tunasoma kwanza ile kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili. Moja kati ya sababu ambazo zilipelekea ni hizo shughuli za biashara, utawala, kilimo, shule ama elimu. Imechangia misamiati mingi sana ambayo imepelekea ukuaji na ueneaji wa lugha ya Kiswahili kuanzia pwani Afrika Mashariki na Afrika nzima kiujumla. Samuel, unanipata vizuri? Asante sana Samuel Kasero kutoka hapo nchini Uganda, mwalimu wa lugha ya Kiswahili katika shule ya upili, lakini pia mtetezi wa lugha ya Kiswahili. Bila shaka tumepata walau 1, 2, 3 kuhusiana na mwenendo wa lugha ya Kiswahili hapo nchini Uganda. Hivi sasa mtazamaji wa Swafifu Afrika, wadhamini wananivuta shati kweli kweli, wananiambia ni muda wetu, inabidi tulainishe mako kidogo, tupumzishe macho, lakini pia tuhakikishe matumbo inapata walau kitu cha moto ama cha baridi ili kuhakikisha ile misuli ya tumbo inakakama vizuri kweli kweli kwa ajili ya kuja kumalizia ingwe ya pili ya kipindi hiki cha Swafifu Afrika. Kama jinsi ilivyo ada, nahodha wako ni mimi Ramadhani Mgwadu. Usibanduke pembeni ya runinga yako, tamati ni saa 5 kamili usiku. Hivi sasa tunapata mapumziko mafupi. Nahitaji unichunguzie jambo, na safari hii sitaki kuharibu tena. Ni ukweli gani unahitaji Haile? Kuhusu kitu ninachokihitaji tena. Mrembo, si kila mtu anapenda kuishi maisha ya kujionyesha. Wanaume huwa wanaogopa sana wanawake wenye maendeleo. Kitu sichokijua Haile ni kwamba sio kila kitu kinaelezeka kwa wakati mmoja. Jamani, kama wananizungusha. We baba, vipi? Unaona mimi hivi ndio nalikula mimi. Najaribu tu kuwaza. Kwa hiyo imekuwa mweusi, si ndio? Nataka uniambie ukweli tu. Experience.
Sawia kabisa, barabara, bado tuko sako kwa bako na wewe mtazamaji wa Swafifu Africa, lakini pia tunafurahi kwa uvumilivu wako, umetusubiri mpaka tumerudi tena kwa ajili ya kumalizia ingo hii ya pili ya safari ambayo tumeianza pale majira ya 4 kamili usiku. Nikukumbushe tu kama ndo kwanza kabisa unajiunga nasi, hii ni Swafifu Africa Swahili International Film Festival Africa Awards 2026-2027 Dar es Salaam Tanzania, ndio kipindi ambacho kiko hewani hivi sasa, na kubwa zaidi ni dirisha la kukusanya kazi yako kwa wewe mtayarishaji na mwigizaji wa sinema Afrika tayari liko wazi. Cha msingi hakikisha sinema yako haikosi vigezo vikuu viwili licha vigezo vingine ambavyo vimeainishwa. Kigezo cha kwanza kabisa ni kuhakikisha sinema yako inakuwa na maudhui uhalisia na utamaduni wa bara letu tukufu, bara la Afrika, lakini pili inakuwa na manukuu ya lugha adhima, lugha tamu, lugha ya Kiswahili. Hapa kuna mtu sasa hivi na kuna kichwa anajiuliza, sasa mimi sinema yangu nimeiandaa kwa lugha ya Kiswahili, hii manukuu inakaa vipi? Sisi Swafifu Africa tunakwambia Kiswahili ni lugha kama jinsi ambavyo zipo lugha nyingine. Hivyo hakikisha sinema yako haikosi manukuu ya lugha adhim, lugha ya Kiswahili. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejikatia tiketi ya kushiriki, na huenda wewe ukawa ni mshindi na sinema yako ikatambulika mbele ya mamilioni ya watazamaji kutoka hapa barani Afrika na nje ya bara Afrika. Kubwa zaidi, hili ni tamasha la 3 kufanyika, lakini tamasha la kwanza kufanyika kwa ukubwa wake. Mataifa mawili nje ya bara la Afrika ni miongoni mwa mataifa shiriki. Hii ni fursa kwako wewe mtayarishaji wa sinema barani Afrika. Cha msingi, tembelea tovuti yetu www.swafifafrica.tv.tz, kisha bofya kitufe cha register majisajili. Ukishamaliza kufuata taratibu zote ambazo tuelekezwa pale, basi utakuwa na uwanda mpana kabisa wa kukusanya kazi yako. Hivi sasa ni muda wa kuapisha walumbi wa lugha, wadadavuzi wa lugha ya Kiswahili, watu na misamiati yao, watu na viswahili vyao. Ndio muda wao wa kuapisha hivi sasa. Nisiwe mnenaji sana, wazarama nakwambia usinene ukamala ama usiseme ukamaliza. Kwa hiyo ni wapisha wachambuzi, kisha nitarejea. Bado niko na wewe sako kwa bako, Ramadhani Mgwado na pisha wachambuzi. Asante studio, asante waandaaji na wenyeji wengu wa kipindi. Leo hii tena kwa mara nyingine tena niko na Dr. Isaac Chalo. Huyu ni mbobezi katika masuala ya kijamii, hasa mahusiano ya ndoa na kadhalika. Ndio. Leo hii tutakachozungumza zaidi ni kuhusu maadili. Filamu zetu wakati tunatengeneza zinatakiwa ziwe na maadili ya desturi, mila za Kiswahili, na lugha yetu hapo tunayotumia ni lugha ya Kiswahili. Ndio. Kwa hiyo utaona kwamba filamu nyingi ambazo zitakazoweza kutumia lugha hii ya Kiswahili, lugha adhimu ya Kiswahili, zitakuwa na ile kasi ya kuweza kukipeleka Kiswahili mbele na kuleta wakati unatumia lugha, ni wazi kwamba mila, desturi zitaonekana pale. Kwa hiyo hili ndio jambo hasa tunaloweza kuja kulizungumza na kulijadili hapa. Nashukuru. Mimi niseme inatufundisha mambo mengi, kwamba maadili hata sasa ukitizama kwa mfano kwa wenzetu huko nje, taifa fulani hivi, niliona kitu cha ajabu kwenye upande wa maadili. Ndio. Kwamba wao kule mtoto akichapwa na mzazi wake anakwenda kumshtaki kama ni mahakamani, ustawi wa jamii au popote, na mzazi anaburuzwa mahakamani, au kama ni polisi anapelekwa, wakati mtoto ni wa kwake. Wakati huku kwetu sisi mtoto hata kama sio wako, ukiona anafanya vitu vya hovyo mtaani, unasema huyu tukimwacha ataharibu jamii yetu. Kwa hiyo kumekuwa na utamaduni, mzazi wowote anaweza akamkanya mtoto wa mwingine, kwa sababu anajua mtoto huyu akifanya vibaya huenda wakwetu wengine wakaharibu jamii. Sasa kule kwao kuna hilo jambo. Sasa utandawazi unavyoendelea hivi, tusipokuwa na mipaka kuchagua lipi tuchukue, lipi tuache, watoto wataharibikiwa sana. Umeelewa vizuri? Lakini tunajifunza pia kwamba umuhimu wa Kiswahili na umuhimu wa lugha hiyo, ambapo sasa hivi umeona watoto wengi majina yao ni majina ya ng'ambo. Vikiongea yes no, vikiongea habari ya mami, basi watu wanaona labda ndio maendeleo, labda ndio kufanikiwa sana, lakini kumbe wanasahau lugha hii ya Kiswahili
Ukiiondoa ukaleta hiyo lugha nyingine, kila lugha inakuja na utamaduni na maadili yake. Hivyo tumeona mmomonyoko wa maadili unavyoendelea. Angalia vitoto vidogo, nguo wanazovalishwa. Tumeacha kabisa yale mavazi ambayo Mwafrika alikuwa akivaa. Lakini pia wanakavalisha katoto kadogo, ukikatizama nguo kaliovaa unaona kabisa mmomonyoko hapa wa maadili upo. Na kama yeye huyo mdogo atakuzwa akivaa hivyo, unategemea huyo na baba anakubali tu, wako kwenye nio wanaangalia kwenye TV, kwenye runinga, katoto kamevaa kabukta hivi, kamekaa kwenye kochi, katoto kakike kana remote yake, baba naye yuko pale, wanaona tu ndio usasa. Kumbe ile mnaharibu maadili. Sasa kwa mfano tumeona sisi tamaduni zetu kwamba hata unapokwenda kwenye boma sio kila mtu anapokea mgeni. Sawa. Kwa wenzetu naweza gonga tu hodi kameshaitikia. Lakini huku baba mpaka aseme fulani, sikiliza huyo ni nani, au yeye aseme karibu. Umeelewa vizuri au mama mwenye boma kulingana na sauti iliyopiga hodi. Kama ni ya kike basi mama anaweza kusema karibu, na sauti ya kiume baba anaweza kuitikia. Na hata jamii za Kiafrika nyingi zenye viongozi wake kama Wamasai, akija mgeni ambaye sio wa kabila lao, mgeni kutoka sehemu za mbali, vijana wanaweza wakampokea, lakini hawamsemeshe kingine, watampeleka moja kwa moja kwa kiongozi. Yeye ndio atamsikiliza, yeye ndio atazungumza. Sasa siku hizi hayo yote yameondoka. Umezungumzia kuhusu Wamasai. Wamasai hata wakiwa katika kuna kuaga na jinsi yao ya kula nyama. Zile nyama zitachomwa hivi, vijana wataoka nyama, lakini hata kwenda kugawa zile nyama katika mzunguko ni ule mkubwa ambao ni Legwenan, atachukua atakata, atampa huyu, atakata, atampa huyu, yeye ndio anagawa ile. Kwa hiyo mzunguko unakwenda, wanakula kwa namna hiyo. Wakishamaliza kula hiyo, atakata kipande kingine kitazunguka, na kama wewe umetumwa umeondoka, vifungu vyako utavikuta umewekewa pale. Ule mzunguko ukosi, kipande utawekewa pale, mzunguko unaendelea, utakwenda, ukirudi utakuta mzunguko wako uko pale. Sawa kabisa. Kwa hiyo hizo ni mila na desturi ambazo zikipokelewa na zikiweza kupokelewa na zingine ni nzuri katika jamii. Kwa mfano tiba, kuna desturi za tiba na nini. Lakini utaona sisi sasa hivi kuna magonjwa, maradhi vamizi kwa mfano, ambayo zamani hayakuwepo katika jamii. Sababu sasa hivi tumekula vyakula vya kigeni, tumeanza kuishi katika desturi mbalimbali za kigeni, kwa hiyo tumekuja kupata maradhi ya kigeni pia. Tumesahau tiba zile ambazo tiba na jinsi ya kutunza vyakula. Unaona, kwa mfano kuna kitu kinaitwa matobolwa, ya kwa sukuma, viazi vile vinachemshwa, vinakatwa, vinachemshwa, alafu vinakaushwa. Hivyo bwana anakuambia unaweza ukaviweka miaka minne ikapita, ukaja ukavitia maji kidogo tu ukala tena. Haya matembele yanakaushwa, yanakaushwa, yanaweza yakakaa zaidi ya miaka 4-5. No. Na ukija ukachemsha kidogo tu unakula chakula chako vizuri. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ni ustaarabu au ni jinsi ambao watu waliweza kutunza vyakula. Karanga zinaweza zikawekwa kwenye kienge, kikafunikwa, kikawekewa na udongo hivi kile kienge, unaona, karanga zikakaa mle miaka na miaka. Mimi nikushukuru, umegusia hapo swala hata la tiba. Ndio. Pamoja na vyakula. Ndio. Tunakulaje? Ndio. Hivyo viazi, nani nakula viazi sasa hivi? Ni baadhi ya watu. Ndio. Vijana wetu ama watoto wetu wanakimbilia vyakula vya kisasa. Wewe uliza tu pale nyumbani, leo mnataka kula nini? Kukutajia habari ya viazi hivyo vitamu au mihogo na magimbi, utakaa usikie. Umeelewa vizuri? Lakini tulikuwa na maadili ya kijana kwenye familia ndio mlinzi wa dada zake. Sawa. Vijana wa mtaani mpaka wajipitishe pale kama yuko ngangari wanaogopa. Na hata binti mwenyewe anamwambia msije mkapita pale, kakaangu ni mkali. Siku hizi vijana wanaweza wakaja mpaka nyumbani kwenu, wanachukua dada yako pale na kijana yuko pale. Tena wengine wanaweza wakakutuma wewe kaka ukamuitie dada yako.
maadili gani ya wapi? Hiyo unanikumbusha tulipokuwa kijana kidogo zamani, tuliwahi, unajua usafiri wa wakati ule ilikuwa usafiri wa mabasi ya UDA. Sasa ikatokea mabasi yalikuwa magumu sana kufika Kurasini. Ule kulikuwa na dada moja, tukamwambia basi, tukamshauri tu, pita upande wa Chang'ombe, sisi tutakusindikiza nyumbani kwako. Sindikiza basi, akakubali kweli. Tukafika tukamsindikiza mpaka kwake. Tukaona si mbaya kumsalimia mama, kumbe baba alikuwepo siku hiyo. Baba kauliza maswali kidogo tu, nyinyi ni nani? Sisi rafiki zake. Akasema, vijana, hakuna urafiki kati ya mtoto wa kike na mvulana. No, mama akatuambia, bana, hebu nyinyi ondokeni, wanangu ondokeni, mniachie hii kesi. Maana mzee aliingia ndani, hatujui alienda kufuata kitu gani huko ndani. Ondokeni. Kama alifuata gobole, kama alifuata nini, lakini yeye alisema katika Kiafrika. Unaona? Mimi hapo ndio nikajifunza kwamba kumbe Kiafrika urafiki wa mtoto wa kike na wa kiume ni wa mbali kidogo. Unajua ni kwa nini? Kawaida ya wazee wetu tangu zamani. Ndio. Hata wakati wa chakula. Ndio. Watoto wa kiume wanakaa mezani na baba. Sawa sawa. Wanakula na baba. Watoto wa kike wanakaa jikoni au nyuma ya nyumba huko, wanakula na mama. Kwa sababu wakati wa chakula ndio wakati wa baba kuongea na vijana wake. Sawa. Na wakati wa chakula wakati mwingine au wa kuandaa chakula ndio wakati wa mama kuwafundisha na kuongea na watoto wa kike juu ya familia na namna ya kuhudumia familia kama watoto wa kike. Lakini pia desturi ile ambayo hata Afrika hii karibu yote wanatumia hiyo ya watoto wa kiume na baba na hivyo. Lakini hata wakati ule wa usiku baba, vijana wanakoka moto pale nje, baba anakuwepo pale, kama babu yupo pia anakuwepo pale, na watoto wa kiume wanakuwepo pale. Hapo ndio babu anaweza kutumia muda huo kuwasimulia hadithi mbalimbali wajukuu na baba akiwepo. Kwamba hawa baba zenu wakati ule tulikuwa tunafanya hivi, hawa baba zenu hawa walisumbua hivi na hivi. Mjukuu wangu, angalia hivi, angalia hivi. Na wakati huo bibi naye yuko kama ni jikoni au ndani na wajukuu wa kike. Hawa mama zenu ilikuwa hivi. Enzi zangu mimi bibi yenu ilikuwa hivi. Sasa hivi huo muda uko wapi? Muda huo hamna, sababu unajua maendeleo, tatizo moja nikwambie ndugu yangu Dr. Isaac. Maendeleo wakati mwingine yanakuja na upande hasi. Unaona? Kipindi kile kwa mfano umeme ulikuwa vijijini hamna umeme. Unaona? Kwa hiyo muda ule tangu watu wamekula mpaka watu wanapokwenda kulala mnakuwa hamna jambo la kunani. Kwa hiyo labda kama mmepata mavuno ya kutosha, labda mna viazi au karanga zinawekwa chini ya jivu, zinachomwa zile. Unaona? Alafu kunakuwa na simulizi. Naendelea kula sasa hivi simulizi runinga. Simulizi mtu yuko kwenye simu yake au mtu amekaa kwenye runinga na remote yao. Kwa hiyo basi ule muda wa kupata masimulizi ambayo yalikuwa yanawafanya watoto wanakuwa majasiri ule umekwisha. Unaona? Kwa hiyo watu wa wazee hao wanaondoka mmoja mmoja na maarifa yake, sababu yeye ni sawa na maktaba. Mzee wa Kiafrika anapofariki kwa mfano, pale tunahesabu kwamba ni maktaba imeondoka. Unaona? Kwa hiyo kuna umuhimu tupate hizi simulizi tuweze kwa sababu watu sasa hivi jamii sasa hivi imeingia katika mitandao na runinga. Basi zile simulizi tuzibadili, tuzitengeneze katika filamu, ziingie katika mtandao au runinga kabla hawa wazee ambao ni maktaba kabla hazijatoweka. Kwa hiyo tuseme kwamba kwa kuwa ule moto uliokuwa ukikokwa wakati ule wa mzee kukaa na kuongea na wajukuu haupo, kwa sababu umeme upo. Wanakaa sebreni watu na kutumia runinga. Sasa zile hadithi za babu na bibi waandika miswada wazichukue hizo. Maana yake watembelee hizi maktaba za wazee, wakaandika hadithi mbalimbali kutoka kwa wazee, halafu wazitengeneze kwa mfumo wa sinema. Halafu ile sinema irudi sebleni wanakoangalia wajukuu, wakamuone babu na bibi kupitia sinema, wakajifunze maadili kupitia sinema, wakajifunze Kiswahili na lugha yao adhimu kupitia sinema. Kwa mfano kuna hii wanaita Lion King. Ndio. Ni
filamu moja ambayo imetengenezwa kwa mfumo wa katuni Nilikutana na timu ya Lion King hao walioiandaa, nilikutana nao Ngorongoro. Wao wanachofanya, wanaingia wanapiga mazingira yale, nyumbu kwa makwao na nini, wanapiga katika uhalisia. Alafu kuna application za kompyuta hizi, kuna mifumo ambayo wakiingiza mle inainyumbua ile, inakuwa kama picha iliyochorwa. Kwa hiyo wanatengeneza husika zao zile, yule simba na nani, wanamtengeneza, wanaanza ni hadithi ambayo walitaka iwe ya Kiswahili. Utaona katika ile ndio Lion King sasa hivi kuna hata Kiswahili, wanaingiza nyimbo za Kiswahili, zipo mle, hakuna matata nini, wanaingiza mle. Lakini kwa sababu wenzetu jirani wamekuwa wajanja kidogo, wametuai, wamenyakua ile. Kwa hiyo tafsiri za nyingi zinaenda kwa lugha ya wenzetu jirani. Kwa hiyo sisi tuna hizo hadithi nyingi ambazo zamani watoto tulikuwa tukisimuliwa, hadithi za sungura na fisi kwa mfano, tembo sijui au nini. Zile tunaweza tukazichukua, tukazinyumbua, tukatengeneza pia hizi za katuni kwa kutumia simulizi ambazo zilikuwa wazee walikuwa wakizigani kwa watoto. Kwa mfano simba alikuwa anawakilisha mtu ndani ya jamii, ndio mtawala au kiongozi. Ukija kama tembo, ni mtu ambaye anatumia maguvu bila kutumia akili nyingi. Ukija kwa fisi, ni wale watu ambao ni waroho, wana uchu, unaona. Kwa hiyo ni watu katika jamii, lakini wamesemwa kwa njia ya wanyama. Sawa. Kwa hiyo wale tunaweza tukatumia, ambao waandaaji wa filamu wazitumie zile, ili wawape watoto kuliko watoto sasa hivi. Kuna tamthilia yao moja ya katuni inaitwa Cocomelon. Ile ukiangalia ndani, kumbe kuna mambo mengi sana ya ushoga katika ile, ya watu wazima na ya ushoga pia. Ya ushoga ni agenda hii imewekwa mle. Sasa watoto wanaweza akajifungia, wakaangalia, wakabadilika tabia. Zamani kulikuwa na makomiki haya, majarida ya magazeti. Yalikuwa yanaonyesha Superman, sijui Batman, sijui Captain America, wale ndio walikuwa baadaye zikatengenezwa filamu zake Spider-Man. Lakini sasa kadiri inavyokwenda, hao jamaa ambao ndio walikuwa mashujaa wao watoto, wanaanza kuwa na tabia za kishoga. Kwa hiyo watoto wakiangalia, wanaona kwamba ni jambo la kawaida tu kuwa shujaa, alafu ukawa hivyo. Kwa hiyo ile inakuja kuharibu maadili. Sasa mimi niseme jambo moja, kumbe sasa tunajifunza lugha yao inapokuja, ndio inakuja na tamaduni zao, inakuja na ajenda zao. Tukibaki na Kiswahili chetu, tunaimarisha utamaduni wetu, desturi yetu, mila zetu na utaratibu ule ambao sisi tumejiwekea kama wa Afrika. Maudhui yetu hatuwezi kuyakimbia. Maana sasa nimeona hata waandaaji wengi wa miswada wanataka kila kitu kionekane cha mbele. Lakini kumbe, kwanza jambo moja wajifunze, hawa wenzetu kwa nini wanakimbilia kuja kutalii hata huku kwetu? Maana yake tuna rasilimali nyingi, tuna mali za kutosha, tuna vivutio vingi mpaka wanakuja. Kwa nini tusivionyeshe hivi? Tuonyeshe vile vivutio, tuonyeshe mila na desturi zetu na nini. Unanikumbusha kuna mdogo wangu mmoja ambaye alikuwa huko juu. Yeye alikuwa akienda kuwapokea watoto wake shuleni, anawachukua tu, anasalimiana nao, anaingia nao kwenye gari, anakwenda. Walimu wakamwita, wakamwambia, wewe huna nani na watoto. Walitaka wamnyang'anye ustawi, kwamba huna mapendo na watoto. No, lakini yeye alichowajibu, na yeye ni sosiolojia, akaambia, sisi wa Afrika ndio tuna upendo mkubwa zaidi, sababu nyinyi kwanza, mtoto mdogo mnamsukuma na pram, unaona kile kigari cha watoto, anakuwa mbali na huna mgusano naye. Sisi tunambeba mtoto
kwa muda wa miaka mpaka 4-5 mtoto bado anabebwa mgongoni na mama yake na ile mbeleko, unaona, anapata joto la mama, anapata mgongo wa mama, anapata kifua cha mama, na hata kunyonya. Wamama wengi wa Kiafrika ni miaka 2 anamnyonyesha mtoto ziwa chuchu, unaona. Kwa hiyo yale mahusiano ya mama na mtoto ni makubwa zaidi kuliko nyinyi. Mtoto ana miezi 2 tu anaanza kunywa chupa, ananyonya chupa, kwa hiyo hata akili yake inakuwa ya chupa tu. Kwa hiyo akawaambia katika misingi hiyo, baadaye wakaelewa kwamba Waafrika kumbe wana mguso zaidi na watoto kuliko mama wa Kiswahili. Unajua, mama wa Kiswahili wakati mwingine mtoto anaweza akakosa kupumua, kamasi zimeziba humo, anamnyonya pua, na wengi tumepitia hiyo. Bwana daktari, naona muda wetu umeyoyoma, basi tuchukue nafasi hii tuweze kuaga studio ili tuweze mpaka hapo siku ijayo katika kipindi kama hiki na wakati kama huu tutakutana tena. Kwa heri. Nahitaji unichunguzie jambo, na safari hii sitaki kuharibu tena. Ni ukweli gani unahitaji Haile? Kuhusu kitu ninachokihitaji tena. Mrembo, si kila mtu anapenda kuishi maisha ya kujionyesha. Wanaume huwa wanaogopa sana wanawake wenye maendeleo. Kitu sichokijua Haile ni kwamba sio kila kitu kinaelezeka kwa wakati mmoja. Jamani, kama wananizungusha. We baba, vipi? Unaona mimi hivi ndio nalikula mimi. Najaribu tu kuwaza. Kwa hiyo imekuwa mweusi, si ndio? Nataka uniambie ukweli tu. Experience. Asante sana wachambuzi wa lugha ya Kiswahili, tumewapata vyema kwa kile ambacho mmetuandalia kwa siku hii ya leo. Na mtazamaji wa Swafif Africa, kabla sijatoa shukurani zangu za dhati, nikwambie tu ama niwakumbushe wale watayarishaji na waigizaji wa sinema Afrika kwa dirisha la kukusanya kazi liko wazi hivi sasa. Cha msingi ni kuhakikisha kazi yako inakuwa na vigezo vikuu viwili licha ya vigezo vingine vyote ambavyo vimeainishwa hapo awali. Sinema yako isikose maudhui, utamaduni na uhalisia wa bara letu la Afrika, lakini pili, isikose manukuu ya lugha ya Kiswahili. Hivyo tu itakuwa ni vigezo vikubwa viwili ambavyo vitafanya sinema yako hiyo miongoni mwa sinema shiriki katika tuzo hizi kubwa kuwahi kutokea, tuzo za Swafifu Africa Swahili International Film Festival Africa Awards, tamasha kubwa na la kihistoria ambalo linahakikisha Kiswahili kinajipambanua na kujichanua vyema ulimwenguni kote. Kwa kufika hapa, muda wetu unazidi kukimbia kweli kweli. Mwarabu anakuambia alwaqt kasayf, muda ni kama upanga, ukicheza wakati wowote unakumaliza. Kwa hiyo kama ambavyo jua linazama upande wa magharibi kwa ajili ya kupisha nyota na mwezi kuangaza wakati wa usiku, ndivyo hivyo mimi naizika kalamu hii leo, lakini si kwamba naiua mazima, hapana, naipumzisha kwa ajili ya kesho. Na tamani sana uwe na afya njema kwa ajili ya kukutana na wewe tena katika kipindi kijacho cha Jumamosi inayofuata. Na nyie pia mniombee mimi mwana Swafifu, niwe na afya njema, niamke ngangari, niwe vizuri kweli kweli kwa ajili ya kuwaletea mambo mazuri yanayohusu Swafif Africa, na panapo majaliwa tutakutana Jumamosi inayofuata. Kwa leo tumefika tamati, kwa sababu kila lenye mwanzo basi huwa halikosi mwisho. Kwa sasa nawaacha na filamu ambayo imeandaliwa kutoka studio. Mimi ni nahodha wako mlumbi wa lugha Ramadhani Mgwado. Alamsik. Kitani kwetu bala, sikizi watu walali. Mwanamke kaheshimishwa kwa haki na maendeleo. Yasikia jamani, sinajuaga mimi napendaga pambe. Mwanamke kaheshimishwa kwa haki na maendeleo. Haya jamani, wana vikoba wenzangu, kama tulivyoongea, vikoba vyetu tunataka kuvunja. Lakini tunapotaka kuvunja, mnanijua tena mama mwenyekiti wenu, na pambe yangu
pamoja na kutaka kuvunja vikoba tutavivunja, lakini mimi kama mimi mwenyekiti na pambe yangu nataka kuifanya. Umeelewa? Sema Mrs. Zinga, ukweli unaga mambo meusi. Umeona? Weka mambo sawa. Wapo tuta mjini pambe, sio shida zako. Mama Shebi, wewe ndo mwenyekiti wa kikoba hiki na mimi ndo katibu wa kikoba hiki. Umeelewa? Sasa sisi hatukuelewi hayo mambo ya wewe kusema mambo ya pambe, utuletee chachu, uchachue, si ufanye nini? Yanahusiana nini na kikoba chetu? Mwisho wa mwaka ushafika. Lengo letu ni kuvunja vikoba vyetu, kila mtu apokee maokoto yake, akatatue changamoto zake na familia yake. Unatuletea mambo ya pambe, mambo ya uchachu, hatukuelewi lengo lako. Yaani hii uchachu inahusiana nini? Inahusiana nini na kikoba chetu hapa? Mimi naomba niongee. Wala sijapindisha huku wala huku, na chashusha tu, lakini sijapindisha kokote. Naomba niwaambie kitu. Jamani, kesho tukutane mapema. Kikoba chetu kinafikisha miaka 3. Tunatakiwa tuje kukivunja hapa. Lakini muelewe kabisa, kikundi chetu kama mnavyokiona na kionaga kimedolola. Yaani kikundi hakina pambe, hakijachachuka, Sijui mnaona wenzangu. Mwenyekiti, huu mwaka wa 3 kwenye vikoba vyetu. Tuna upole huu unauona na tuna uchachu huu, unataka kutuongezea nini? Hatutaki ubabaifu. Hizo pambe zako ishia zako huko, tunavunja kama tulivyo na tutaendelea kama tulivyo. Tumemaliza uongo ndugu zangu. Haya, sawa. Ila laiti kama ungejua ilikuwa nikupeleke baada ya mazoezini, nikupeleke mahali, ungefurahi sana. Utaka nipeleka wapi? Basi wewe umegoma mazoezi, kwa hiyo hili lingine achana nalo. Basi kama unataka kuniambia na mimi sili, sitaki. Basi ngoja basi naelezea. Wacha nitoe siri yangu. Lengo langu mara baada ya mazoezi kupita ukala mishikaki, alafu tungefika mahali tungekwenda ice cream center. Unakunywa pale maziwa fresh, juisi za maziwa, ukitoka na hapo unakula na yogurt. Kweli? Kwa Baresa. Hapo kama ulikuwepo kwenye mipango yangu. Kama ndivyo ngoja nilale kama jamani. Umeamka ghafla na kiu na hamu ya kula. Afu mume wangu kula na wewe. Sio nipa chakula kama unimpa sumu jamani. Bwana, mimi ni muuguzi mwema, muuguzi mzuri. Singependa kula chakula cha mgonjwa. Sasa muuguzi mzuri ni yule ambaye anakula na mgonjwa wake. Kula mwanangu. Kula bwana. Unajua mimi nitakula kweli. Bwana kula. Wewe shauri yako unanishawishi uje. Kula bwana. Unanishawishi nitakula. Bwana kula. Bwana kula. Funita tabia mbaya kwa chakula cha mgonjwa. Kweli? Haya. Sasa hapa. Sasa. Tunakwenda kufanya cheers. Kama send off. Vile. Bibi anamlisha bwana, bwana anamlisha bibi. Anamnywesha, si ndio? Bwana kumnywesha bibi. Bwana. Imenichana. Imenichana. Pole. Ui. Hebu ngoja. Naambie baele mwenyekiti jambo jeupe. Na mama tunaye na tunatamba naye. Hauna baya mama yetu. Ukifa uozi na ukioza wala unuki. Tunakukubali kwa juhudi na maendeleo. Ma. We nini bwana? Wewe unaona hapa mimi naongea na raia wangu wewe vipi? Shebi bwana. Yaani kama ninavyowaambia jamani, mimi mnanijua. Sijui kila mtu na nafsi yake. Yaani mwenzenu yani, sijui nimeumbwa inapendaga vitu viwe. Mama. Kama wewe. Wewe unajielewa ujielewa. Wewe unaniona hapa mimi nazungumza na kikao, wewe unanitanita, unanitia nini? Nakomba dakika moja mama yangu. Jamani. Mbele kidogo. Kikundi kinakuaga hivi jamani. Mama. Ni mwelewa jirani yako.
Yupi tena unatupa ulimbo? Huyu ulokaa naye karibu yako hapo. Ndio ulimbo umeutupa pale. Nikisema nakupenda na maanisha. Usiguse damu, usiguse damu. Gusa hapo, usiguse damu. Haya, hapo. Pole. Nani? Tungepata tufagie. Haya. Ngoja nichukue. Taratibu. Taratibu mume wangu. Taratibu. Mama. Mangu. Vipi da? Tayari. Imekwaje? Tayari. Vipi? Vipi? Tayari? Mama wewe. Twende hospitali. Twende mke wangu. Tuwahi kwa daktari. Tuwahi kwa daktari wako. Nichukulie. Ngoja kwanza, hamna kutulia, subiri. Nichukulie. Nikuchukulie nguo. Sawa. Wewe kwanza nyanyuke kwanza, nikuweke sehemu afu mimi nichukue nguo zako. Ngoja. Twende taratibu. Taratibu, nakupenda mke wangu. Mtoto wetu awe mwema jamani. Mungu wewe. Sikia. Ndio. Nichukulie vitenge. Sawa. Manesi watanitukana sio siku. Sawa. Twende.